Wadau na wadaku, karibuni sana kwenye hii channel ya Faye Official TV. Kama huja subscribe, make sure umesubscribe, umefinya kengele hapo chini. Mambo ni mengi, masaa ndio machache. So watu wangu wa nguvu, leo hii tunaingia pale Tanzania. Mambo imewaka, mambo imechemka. Watu wanajiuliza maswali mengi. Hapo jana tumeweza kuona Wema Sepetu amebarikiwa na mtoto wa kijana, na watu wanajiuliza ile mimba ni ya lini? Kwani siku hizi watu wanapata mimba leo wanazaa kesho? Manake miezi miwili imepita, tuliona Wema Sepetu akiwa kwa mazishi ya brother yake pale, na hakuonekana na dalili yoyote ya mimba, hakuonekana na dalili yoyote kabisa. Lakini hapo juzi tumeweza kuona baby shower, lakini watu wanajiuliza maswali mengi kuhusu ile baby shower. Manake tunajua mambo ya content creators, celebrities, tunajua ni watu wanaekanga maisha yao public. Yule mtu ni mtu ameweka maisha yake public. Hata akikula mnaona, akioga mnaona, akifanya kitu yoyote mnaona. Lakini hii ya Wema Sepetu imeshangaza watu wengi. So watu wangu wa nguvu, nataka tuichambue hii story moja kwa moja, tuweze kujua ukweli wa hii story. Manake mambo ni mengi, masaa ndio machache. Watu wangu wa nguvu, inasemekana kwamba Wema Sepetu wakati wa baby shower alikuwa amevalia ile fake, sijui inaitwa fake ball ama inaitwa fake what, vile tu tutaiita. Lakini inasemekana kwamba ile si mimba ya ukweli. Ile alikuwa amejifunga kitu, alikuwa ameinunua akafungia kwa tumbo, na akaona ni vizuri afanye baby shower. Ndio sasa akinunua mtoto msijue si yeye amezaa. So watu wangu wa nguvu, nitawaelezea, manake nimepata hii habari kutoka Tanzania. Niko na watu wangu pale wananipea ile habari. So watu wangu wa nguvu, inasemekana kwamba Wema Sepetu alikubaliana na bwana yake. Bwana yake akachukua mwanamke, akatafuta mwanamke mzuri, akona ni mweupe, akona figa ni mweupe vizuri, yuko sawa kama Wema Sepetu. Sijui kwa nini nachanganyikiwa nasema Vera Sidika. So guys, ni Wema Sepetu. So Wema Sepetu akakubaliana na bwana yake, wakachukua mwanamke mweupe mwenye figa mzuri. So yule jamaa akawa akamfanya bibi yake, akawa analala na yeye, akamtia mimba. So inasemekana kwamba yule mwanamke alilipwa pesa mingi sana, ndio asiweze kuja kuuliza mambo na mtoto. Mtoto isemekane kwamba ni wa Wema Sepetu. Hapo nyuma tuliona daktari wa Wema Sepetu alimpima kila kitu na akasema kwamba Wema Sepetu haezi kupata mimba, hana yai hata moja, mayai yake iliisha. Na guys, acheni ni wahonye kitu moja, kuna vitu mingi sana wasichana wanakosea siku hizi na ni vibaya sana. Hata saa hii mmeona hizo vile mmeona vitu zenye zinatendeka. So watu wangu wa nguvu, kuna hawa wasichana wakiwa wadogo, wakiwa 20s, wanapata ball, na ukishapata ball eti juu mhusika amekataa, anaenda anatoa ile mimba. Na akishatoa ile mimba anapata nyingine, anatoa. Unapata kila time akipata mimba anatoa, akipata kila time anatoa. Ile inamalizanga mayai yako. Mungu anaweza kuwa amekubariki na mayai 5, utapata watoto 5 ama 2 ama 1. Sasa ukishatoa
kwisha wewe. Wakati utakuwa unatamani yule mtoto utamtafuta umkose. So watu wangu wa nguvu, wasichana wanafanya vitu ambazo ni vibaya, zinadharisha maisha yao na ni vibaya sana na ni uchungu sana. So watu wangu wa nguvu, tunakumbuka Wema Sepetu akidate na Diamond, akidate na Kanumba pia tunamkumbuka. Tumeona story mingi sana. Wema Sepetu aliweza kupata mimba ya Diamond na akaweza kuitoa, akapata mimba ya Kanumba na akaitoa. So ile alikuwa anapata mimba akitoa akiwa msichana. Wakati huu amefikia 40s, anatafuta mtoto, hapo mtoto amekosekana. Na hapo unapatanga mtu anaanza kujichukia, anajiuliza maswali mengi, unachukiwa na kila mtu. Tuliona Wema Sepetu aliongelewa na watu wengi sana, wakamtusi. Hata tuliona ex wa Diamond, baby mama Zari, alimtusi Wema Sepetu kwamba yeye hakuzana. Tunaona Zari alizaa watoto 5. So watu wangu wa nguvu, mimi nataka kuongea na nyinyi wasichana. Kama umepata mimba, mhusika amekataa, wewe zaa. Mungu, mtoto anakujanga na baraka yake. Huwezi jua yule mtoto ako na baraka gani, ako na sahani gani yenye anakuja nayo. So watu wangu wa nguvu, acheni tuingie kwa mada yetu ya leo ya Wema Sepetu. So Wema Sepetu inasemekana kwamba alinunua ile tumbo ya uongo, akaipachika, yani akaifunga vizuri na akavalia vest ya white. Kwa nini? Kwa nini Wema Sepetu hakutaka ile mimba ionekane? Yani hakutaka ile tumbo ionekane kwa sababu ni fake. Kitu ya kwanza nataka kuambia celebrities, hakuna celebrities anaweza ficha maisha yake. Kwanza wakipata mimba, ile ni content na ile ni pesa, watu wangu wa nguvu. So nataka tu niwapeleke moja kwa moja ndio muweze kujua ukweli wa hii mimba. So celebrities ni watu wanakuanga wameweka maisha yao public, na ukisha kuwa celeb, hata ukikula, hata ukinyamba, hata ukifanya nini, maisha yako inakuanga public. Hata ukinyamba, hiyo ni content. Ukishaweka hivi kana trend na unapata pesa. So watu wangu wa nguvu, hatukuweza kuona Wema Sepetu akiwa na mimba. Na huyu nisijui nitamuita msichana ama mama, huyu dem angekuwa na mimba, angekuwa anatengeneza content na hii mimba. Tumeona celebrities wengi sana, na ni kila celeb wote wanatengenezanga. Mtu akishapata ball hiyo anakulia, ana make sure amekulia hapo, kwa sababu ukishapata ile mimba, ile content unapatanga ma views, inaenda, unapendwa na watu, inakupea pesa mingi, na hiyo ndio inaitwa content creation. So watu wangu, kuna mali tunachezwa hapa. Hatukuwahi ona huyu mwanadada akiwa na mimba. Hapo juzi alikuwa kwa mazishi yake, kwa mazishi ya brother yake, na hatukuweza kuona akiwa na mimba yeyote. Alikuwa tu flat tummy. Tunajua Wema Sepetu ni mtu wa flat tummy. Hatukuona mimba yeyote. Lakini sasa tunashangaa juzi tunaona baby shower. Watu hata wanajiuliza, hii mimba kwani imekuwa lini? Kwani mimba imekuwa siku hizi ni ya siku 3. Unapewa mimba leo, inaingia leo, kesho yake inagrow, inafika 8 month, unafanya baby shower, saa 6 masaa inafika inazaliwa, inafika 9 month inazaliwa. So watu hiyo ndio kitu wanajiuliza, kwa sababu wamekuwa wakiona Vera Sidika na wamekuwa wakimuona kama ana mimba. Na kitu ya kwanza nataka niwapee tu vitu zenye mnafaa kuangalia ndio muone kuna mali tunachezwa. Kitu ya kwanza, kama wewe ni mwanamke ushaipata mimba, unafaa kujua hizi vitu. Mwanamke yeyote mwenye ashapata mimba, unafuranga miguu, unafura hata huku. Saa zingine uso inaharibika ama inakuwa soft. Inakuwa soft. Na kitu ingine, watu wangu wa nguvu, ukitoka kujifungua, kwa sababu ya ile uchungu, ulikuwa unang'ang'ana sana kupush ama hiyo kufanywa operation.
Unatokanga pale ukiwa umefura uso, umefura macho, yaani inaonekana tu ulikuwa na uchungu fulani. So watu wangu wa nguvu, nataka tu kuwaonyesha dalili za mwanamke ametoka kujifungua. Lazima ukitoka pale hospitali, ukitoka kujifungua hivi, hata mambo na makeup ujuangi makeup ndio nini, kwa sababu ile uchungu inakuanga pale. Watu wangu wa nguvu, hakuna kujua makeup, ile uchungu inakuanga pale, haijui pesa. Lakini tunamuona Wema Sepetu amepaka makeup, ile wigi alikuwa nayo kwa baby shower ndio ako nayo, yani hata uso haijabadilika. Watu wangu wa nguvu, si mnaona hapa tunachezwa? Mi nataka tu kuambia tu hapa tumechezwa. Mwanamke akitoka kujifungua anafuranga uso juu ya uchungu. Mwanamke akitoka kujifungua unasikianga uchungu sana. Hata ukiketi, ukikaa, ukisimama, unaonekananga tu ukiwa na ile uchungu, kwa sababu ni uchungu sana kuzaa. Kuzaa ni uchungu ingine, sijui kwa nini Mungu alitupeanga hiyo uchungu. Ni uchungu ya kifo, hiyo ni kifo ya pili. So watu wangu wa nguvu, hapa nayo tulichezwa. Wema Sepetu imesemekana kwamba, vile nimewaambia, walichukua mwanadada mweupe wakamlipa pesa nyingi sana. Bwana yake akampachika mimba na akawazalia. Sasa yule mwanamke ndiye alizaa, sio yeye. So tuliona daktari wa Wema Sepetu alimpima kila kitu na akampima, na alipimwa na madaktari wengi, na ikasemekana kwamba mayai yake yote imeisha. So si mmeona hapo tumechezwa. But si eti ni vibaya kukuwa na mtoto ama kununua mtoto. Ni vizuri, walifanya tu vizuri ndio nini, asipoteze maisha yake, asipotee bure. Unaona, ni vizuri sana ukiwa na mtoto wako, kwa sababu unazeekanga, unaendanga ukizeeka, na ukizeeka wale watoto utawahitaji. Ukizeeka unaweza pata umekuwa mgonjwa ama uwezi hata jituma, unatuma wale watoto. So ni vizuri sana. Amefanya jambo mzuri, hajafanya vibaya, lakini angeambia tu watu ukweli, angetucheza hii design ametucheza. Lakini nataka kuambia kitu moja. Manake hao marafiki zake hao wenye walikuwa baby shower wanajua kitu inaendelea. Siku moja, ipo siku watakuja kulipua hii story, na waambia watu wangu wa nguvu. Ipo siku mtu mmoja atajitokeza aseme ukweli wa Wema Sepetu. Wema Sepetu haezi zaa, alipimwa. Alitoa mimba zote, mayai yote ikaisha. Si eti mimi namuongelelea vibaya, mimi ni mwanamke kama yeye, lakini simuongelelei vibaya. But mimi nataka kuambia hapo tulichezwa, kwa sababu Wema Sepetu angekuwa na mimba tungejua kitambo, hata tungejua ikiwa na siku 3. Kitu ingine anatupima akili eti nilijua eti nikiwa na mimba nikiwa na miezi 5. Hakuna. Watu wangu wa nguvu, hakuna. Mimba nayo ukipata ball, kwani una cravings? Kwani unyeshangi? Hiyo ndio maswali yenye mnafaa kujiuliza. Mwanamke ananyeshanga kila mwezi, na akinyesha kila mwezi lazima ujue nikikosa kunyesha, nisipoona lazima kuna kitu. Unakimbia kwanza unapimwa. Kuna cravings. Ukishapata ball unasikianga mwili imebadilika kabisa. Unasikianga tofauti. Unaanza kusikia kama huku unapenda yogurt kama hii. Unaanza saa zingine unapata kuna vitu zenye unachukia. Kuna vitu ulikuwa unapenda, saa hii unazichukia. Yani cravings, yani mambo ni mengi ya mwanamke ako na mimba. So watu wangu wa nguvu, hapo nayo tulichezwa. Mimi nimewaambia ukweli, ipo siku itajulikana. Najua mtakuja kwa mtandao mnichambe, nimeona watu wakiwaambia ukweli eti mnawaita wachawi. Hakuna uchawi, tunawaelezea ukweli. Mwanamke ametoka kujifungua,
ametoka kufanyiwa CS ama amejifungua nomo, uso inakuanga imefura kwa sababu ya uchungu. Unakaanga tu different, unakaanga different kabisa. Yani mtu akikuangalia anasema enyewe huyu ametoka kujifungua. Mtu amejifungua haezi saulika. So wadaku, tumechezwa watu wangu. Lakini hebu toeni maoni yenu hapo kwa comment section. Mimi siogopi kutusiwa kwa sababu najua mtanitusi, mtasema nini. Lakini ipo siku tu mtajua ukweli. Watu wananunua watoto na si vibaya kununua mtoto. Kama uwezi zaa, unaweza nunua tu mtoto kwa sababu ya maisha yako. Ukizeeka utahitaji watu, utahitaji wale watoto wakusaidie. Utahitaji kuona ukiwa na familia yako. Utahitaji kuona familia yako, yani unaona tu familia yako hujapotea bure. Unajua ni vibaya sana ama ni uchungu sana kuona mtu alizaliwa na mama yake na baba yake, na yule mtu anakuja kupotea bure. Unatoa mayai zote zinaisha, unakosa watoto. Wakati umezeeka unaanza kutuma watoto wenyewe. Wale watoto wenyewe unatusiwa nini, watu unaachwa hapo peke yako. Sasa hiyo ndio kitu watu wengi wanaogopanga. So ni vizuri kama uko na ile shida, Mungu akuonekanie, Mungu akusaidie, na si vibaya kununua mtoto ama kutoa sperm ya bwana yako, unatafuta ya mwanamke mwingine, inawekwa kwa ile machine, mtoto anaundwa vizuri. Si vibaya, ni vizuri sana. So watu wangu wa nguvu, kama uja subscribe, make sure umesubscribe na umefinya kengele hapo chini. Asanteni sana na wapenda, tupatane tena kwa next video. Bye bye guys.